Habari, karibu katika Zango Podcast episode ya 4. Tunayo furaha kubwa sana kukualika ewe mtazamaji wetu unayetufuatilia katika kipande hiki cha 4. Na leo niko na mgeni. Huyu mgeni utakuwa excited sana kumjua yeye ni nani na anafanya nini katika Chuo cha Afya na Sayansi Shirikishi Zango. Karibu. Asante sana. Kwa majina yangu naitwa Joseph Jackson Joseph. Ndio. Kama ulivyotangulia kunitambulisha, mimi ni afisa utawala au kwa Kiingereza tunaweza kusema ni administrator wa chuo chetu, Chuo cha Afya, Sayansi na Shirikishi Zango, kinachopatikana Chamazi, Mfenesini. Kwa ukifika Dar es Salaam, kwenye jiji la Dar es Salaam, kwa wale ambao wako mbali na Dar, unakuja wilaya Temeke, unakuja sehemu moja inaitwa Chamazi. Utashuka pale Mfenesini kituoni, utakiwa na chuo chetu, chuo kikubwa sana. Kwa hiyo tunawakaribisha wote. Sawa, mtu wa utawala katika Chuo cha Afya Zango, yeye anafanya majukumu yapi? Maybe kidogo tu mtu afahamu kwa nini Chuo cha Afya Zango kina mtu kama wewe. Kwa kifupi tu, kama unavyosikia jina lake utawala. Ndio. Maana yake huyu ni msimamizi wa chuo. Okay. Kwa hiyo anasimamia shughuli zote ambazo zinafanyika pale vyuoni. Vibali vinatolewa hapo. Ruhusa zote zinatolewa hapo. Wageni wote wakija wanafikia kwa afisa utawala, ndio wanapata direction, kwa sababu uwezi moja kwa moja ukaenda kwa mkuu wa chuo au kwa mkurugenzi. Utafikia kwa afisa utawala, afu yeye ndo atajua kama ni shida yako au hitaji lako linatakiwa kufikishwa kwenye ngazi za juu, atalifikisha kwenye ngazi za juu. Yeye ndo anadili na discipline za wafanyakazi, discipline za wanafunzi, kila kitu. Kwa hiyo wanafunzi wetu wako salama kabisa kwenye mikono ya salama kabisa afisa utawala Joseph Jackson. Sawa. Sasa leo naomba tupige story 2-3 kuhusiana na chuo, kwa sababu wewe ni afisa utawala. Kuna mengi ambayo mtu anahitaji kuyajua na wewe unaweza ukampatia. Sawa. Tunavyojua ushindani ni mkubwa, kuna vyuo vingi sana Tanzania, lakini unakitofautishaje Chuo cha Afya Zango na vyuo vingine? Sio kwa ubaya, lakini nataka tu mtu afahamu kwa nini Zango College. Sawa. Ndio. Nadhani kwa kuelezea hapo nitakuwa na washawishi hata wale watu ambao walikosea kwenye usajili wakaenda kwenye vyuo vingine. Kwa hizi ambazo naenda kuzielezea hapa ni hoja ambazo zitakufanya ushawishike au uvutike. Okay. Cha kwanza kabisa, sisi tunatoa hostel bure. Hostel bure. Yaani ukija kwenye chuo chetu hostel bure. Lakini ninavyosema hostel bure, unaweza ukasema kwamba hostel inakuwa bure, cha bure kinakuwa kibaya. Hapana. Hostel bure na zina mandhari mazuri, mandhari ya kusomea, mandhari ya kupumzikia. Kuna maji ambayo hayakatiki. Ukienda sehemu zingine maji unakuta ya shida. Umeona? Kuna umeme ambao uko masaa 24. Tuna generator pale chuoni. Kwa hiyo hivyo vitu vyote tumemwekea mwanafunzi apate mazingira mazuri anapokuwa anasoma, anajifunza. Hicho cha kwanza. Lakini cha pili, kuna course tofauti ambazo zinatolewa pale kwenye chuo chetu. Sasa hizi course tofauti, utofauti wake sisi, ubora wetu na vyuo vingine, sisi tumejaribu kuweka ada iwe nafuu kwa wazazi. Ada nafuu. Nikisema nafuu, tunatofautiana uwezo wa vipato kwa wazazi. Kuna mzazi ambao ana kipato cha hali ya juu, mwingine katikati, mwingine. Sasa sisi tumeweka ili kusudi tuwapate wazazi wa aina zote. Kwa hiyo hata ukienda kwa mfano kozi ya pharmacy, nichukue tu mfano wa kozi ya pharmacy. Kozi ya pharmacy, ili kusudi mwanafunzi aanze kujifunza pale, aanze kusoma pale, apokelewe pale, ukiwa tu na 349,650 mwanafunzi wako, mtoto wako anapokelewa pale, anaanza kujifunza. Kwanza Mr. Joseph, 349,650 anapokelewa. Chuo cha Afya Zango. Mwanafunzi mwingine sehemu nyingine unakuta unatakiwa uwe na 1,000,000, 1,200,000 hivyo. Lakini sisi ukiwa na hiyo hela tunaruhusiwa kuanza pale kusoma. Naam. Hiyo nimeipenda sana. Hiyo inamrahisishia mzazi. Kwa hiyo kumbe 300,000 na ngapi anaweza mtu anaweza. Kwa hiyo kwa kukutajia tu kwa bei hiyo 349,650, unaona kabisa hapo kuna unafuu mkubwa sana
sana kwa mzazi. Usikae nyumbani ukamwacha mtoto muda wote mpaka upate hela kubwa ndio ujiunge chuo. Lakini tu si kwa mzazi sio kwa mzazi, hata kwa yule ambaye ana ndoto za kusoma kozi ya famasia. Umeshaenda huko, umefanya kazi, umeona kuna kitu kingine unataka kuongeza kwenye elimu yako, njoo chuoni kwetu, tunakupokea kwa ada hii ambayo tumekwambia, unapunguza, ambayo inapunguzwa kwa awamu 4. Hiyo 349,650 unailipa kwa awamu 4. Lakini pia tofauti na hivyo vitu vile ambavyo nimekutajia, tuna issue ya field. Hapo ndo pazuri hapo. Kujifunza kwa vitendo. Ndio. Unakuta kuna vyuo vingine wao hawana hospitali. Kwa hiyo kufanya field mpaka waombe hospitalini. Lakini sasa kuomba pia ni gharama. Hauwezi kwenda kuomba ukafanya kwa mtu bure. Sasa sisi hapa tuna hospitali yetu, hospitali ya rufaa mkoa, inaitwa Zango Zaidi. Ipo Chamanzi Magengeni. Sio mbali. Kituo cha nyuma chuoni kwetu. Yani chuo unaanza hapo Chamanzi Magengeni, unakuja Chamanzi Mfene. Kwa hiyo hiyo ndo faida nyingine ya kwa nini mtu aangalie zaidi chuo chetu. Kwa hiyo mtu anasoma hapa lakini anajua field anaenda kusomea wapi? Anaenda kufanyia hospitalini kwetu pale. Hospitali ya rufaa mkoa. Ukisema hospitali ya rufaa mkoa, sio hospitali tu ya kawaida. Hospitali ya rufaa mkoa Zango. Kwa hiyo kwenye viwango ipo kwenye among hospitali ambayo ina viwango. Au tuseme regional referral hospital, labda kuna mtu hatafahamu. Hapo kwenye masuala ya field unajiuliza ameishia hapo tu? Hoja nyingine ya msingi, ukimaliza chuoni kwetu una 100% possibility ya kupata ajira kwenye hospitali yetu. Kwa hiyo kuliko niende kumwajiri mtu ambaye ametokea huko wengine, ni bora nichukue mtu ambaye nimefanya naye field, nimemfundisha mimi mwenyewe hapa. Hii nimeipenda. Na hii ni moja ya faida ya kwa nini wewe uchague Zango College. Sasa hapo nilikuwa nakwambia kwa nini uchague Zango College, kwamba ni ngumu mimi kumchukua mtu niangalie tabia yake, nisimpe upendeleo au nafasi ya kwanza huyu mtu ambaye nimemlea ndani hapa. Hiyo ndo faida nyingine. Lakini nasikia Zango College hamuna tu hospitali moja. Inayo imekaja, hamna hospitali moja. Kwa hiyo ina maana uhakika wa ajira kwa watu ambao wanahitaji kwenda kufanya kazi hupo, kwa sababu Zango naona imejitosheleza. Naona kuna hospitali nyingine pale Maji Matitu ile pia ni ya kwenu. Kuna vituo vingi sana ambavyo tumevifungua na vinafanya kazi. Kwa hiyo sisi possibility ya ajira sio kama ni ndogo, possibility ya ajira ni kubwa sana. Kwa hiyo tunakukaribisha. Lakini pia ningependa kuongelea kuhusu matibabu. Kama mwanafunzi atapata tatizo la kiafya, pale sisi tuna process ambazo mimi ofisini kwangu na sick sheet ambao naijaza, nikiijaza na irifaa kwa daktari kule hospitalini kwetu. Akienda mwanafunzi atatibiwa pasipo na gharama yoyote, kwa sababu anatokea chuoni kwetu. Kwa hiyo tunasema tenda kwa matibabu bure kabisa. Tumemuondolea ile gharama ambayo unajua sehemu nyingi sana mtu anapigika kwenye issue ya matibabu. Kwa hiyo sisi tumemuondolea ile gharama ambayo angeitumia kwenye nini? Kwenye matibabu. Kwa hiyo ni ofa nyingine ambayo tumeiweka. Yaani vyote hivyo maana yake ni ofa. Lakini kitu kingine kikubwa sana kuhusiana na swala la bima ya afya. Sisi tunaweka urahisi wa kumpatia mwanafunzi bima ya afya. Tofauti na sehemu nyingine anaweza akajihangaikia sana mpaka kuipata. Lakini tunaiprocess bima ya afya, tunahakikisha mpaka mwanafunzi anaipata. Lakini kitu kingine kikubwa ni ule ulinzi au usalama. Mtu anapokuwa chuoni. Hiyo na muhimu sana. Tumeajiri kampuni ya ulinzi, ambayo hiyo kampuni ya ulinzi, unajua asilimia kubwa sana ukiwa unasoma kwenye vyuo, watu wengi wanajua vyuoni watu wanaharibika kwa sababu ya ule uhuru. Lakini sisi hapa tuna ule usalama kwamba hata mwanafunzi mzazi anapomleta mwanafunzi, kwa wale wanafunzi ambao wadogo, mtoto wake anakuwa kwenye usalama gani, haharibiki. Kwa hiyo tumeiweka vizuri, yani maadili yapo mazuri. Lakini pia hapo tumewapa watu uhuru wa kuabudu. Tunawaruhusu wawe na vikundi vya dini. Siku zikifika za Ijumaa kwa Waislamu, kwa Wakristo Jumapili, Jumamosi tumeweka uhuru wao.
hivyo. Hiyo ni nzuri sana, na huu tofauti mtazamaji utauelewa vizuri, kwa sababu afisa utawala amejaribu kutuchambulia vizuri kwa nini usome Zango College na sio chuo kingine. Bado nafasi zinapatikana, maana tuambie, bado nafasi zipo? Nafasi zinapatikana nyingi sana, lakini nakushauri tukifungua dirisha tena la udahili. Na dirisha linafunguliwa mwezi wa 4 mwaka huu 2026. Mwezi wa 4. Mwezi wa 4. Kwa hiyo tunaposema mwezi wa 4, kwa hiyo tunategemea kuanzia mwezi wa 3 wewe unayetaka kujiunga upambanie, kwa sababu nafasi zinakuwa za kupambaniwa sana. Watu wanakuwa ni wengi sana. Yani wengi sana. Ni mtu gani ambaye anaweza kujiunga? Labda umwambie mtu gani, yani qualification zipi ambazo zinamwezesha mtu kujiunga na chuo cha afya Zango? Qualification ni mtu ambaye anaweza kujiunga, uwe na, ukitaka mfano kozi ya pharmacy at least uwe na D2. Yani mtu ambaye amemaliza form 4 kidato cha 4. Umemaliza form 4, lakini kwa yule mtu ambaye pia anahamia anaruhusiwa kuja kujiunga. Mwambie mtu mmoja ambaye amemaliza kidato cha 4, matokeo yametoka, mwambie uzuri huu wa Zango na mkaribishe aje kujiunga na chuo chetu Zango. Na kukaribisha sana wewe ambaye umemaliza kidato cha 4, matokeo yametoka, usisubiri kupangiwa labda tuseme na serikali. Umepangiwa huko mkoani wapi, mazingira yanaweza kawa so favorable sana. Ni bora uje kwenye chuo chetu. Kuna usalama, kuna usalama wa vitu vyako, kuna walimu wa kutosha wa kukufundisha, kwa sababu unaweza kaenda kwenye vyuo vingine walimu wanapatikana kwa manati. Sisi hapa kuna walimu. Tuambie mwisho, chuo cha afya kimesajiliwa? Sawa, mambo mazuri. Je, kimesajiliwa? Tusikie na mtu afahamu kama chuo cha afya kimesajiliwa au la. Chuo cha afya Zango kimesajiliwa. Kwa sababu hiyo changamoto tunaikuta, mtu anaweza akatoka chuo chingine akwambia nimekuja chuoni hapa lakini na nyie mmesajiliwa, maana tumeenda chuo fulani ni kumbe mwisho wa siku hakijasajiliwa. Sasa kwako mzazi unayenisikiliza, unamtaka kumleta mwanafunzi wako, wewe mwanafunzi mwenyewe unataka kuja kujiunga, mwingine wanajilipia, si ndio? Mwingine mtu mzima. Hichi chuo kimesajiliwa, na ukitaka kujua usajili wake utaandika hapo REG mkwaju zote za herufi kubwa, alafu unaandika HAS herufi kubwa mkwaju alafu 233. Narudia tena, REG yani maanisha reg mkwaju HAS mkwaju alafu 233. Utaona chuo chetu hapo kimesajiliwa. Asante sana. Mimi tu nirudie kusema kwamba chuo kimesajiliwa na NACTIVATE kwa namba za usajili REG mkwaju HAS mkwaju 233. Jamani, msio na mashaka kuhusiana na chuo cha afya na sayansi shirikishi Zango. Karibuni, tutapatikana Chamazi Mfenesini, Mbagala, Temeke, Dar es Salaam, Tanzania. Mr. Joseph, asante sana kwa muda wako. Una nini la kuambia watazamaji wa hii Zango Podcast episode ya 4? Naona imekuwa moto sana siku ya leo. Karibu uzungumze na watazamaji. Cha kuambia tu na kuahidi, we mwanafunzi ukija chuoni, kwanza utajuta kwa nini ulienda chuo chengine, na utajuta kwa nini ukuwa na mawazo haya kujiunga kwenye chuo chetu mapema. Kulingana na bei za ofa ambazo zimetangazwa kwenye chuo cha afya Zango na Mr. Jackson, na sisi tumeweka kauli mbiu yetu na tunasema hakuna mwanafunzi kubaki nyumbani. Tuiseme tena, mwanafunzi asikie. Hakuna mwanafunzi kubaki nyumbani.